taratibu, unauma. Pole kaka, inabidi ujikaze, maana tusipofanya hivyo hautolala, mguu utakusumbua. Hali ya mgonjwa inaendeleaje? Salama. Baada ya kumaliza kumhudumia mgonjwa, nimekufuata twende nyumbani. Matulanga, nahitaji talaka yangu. Siwezi kuishi tena na wewe. Na huo ndo msimamo wangu. Nadhani umenielewa. Nachojua mimi ni kuoa tu, sio kutoa talaka. Shemeji, nimemfuata mke wangu. Na ukumbuke kukaa na mke wangu ni makosa makubwa sana, kwa sababu sijampa talaka. Sijui umenielewa? Niache Matulanga! Hivi wewe ni mtu aina gani? Mdudu? Shetani au mnyama? Una roho kikatili sana Matulanga. Nakuchukia! Nakuchukia Matulanga! Ondoka! Toka Matulanga! Toka kwetu Matulanga! Kiona chozi lingine linanitoka, niache usinifute. Pia kutokana na tatizo hilo imepelekea shida katika mfumo wake wa uzazi, hivyo Sonia hutaweza kubeba tena mimba. Kuanzia leo hii mimi na wewe tunavyoongea hapa, sina mtoto na wewe, unielewa? Kwa hiyo unamaanisha Salim sio mtoto wako? Ndiyo. Sonia. Sonia, mbona uli? Sijisikia tamu ya kula. Mimi nafikiri cha kwanza tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna mtu ambaye anapata majeraha. Lakini pia haupaswi kuhuzunika kiasi hicho. Wana majibu ya daktari yasikuumize kiasi hicho. Kupata mtoto ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Na hata kama kitokea hujapata, mimi siwezi kukuacha. Nitaendelea kuwa na wewe kwa sababu nakupenda. Ni bora hata ningekuzalia mtoto mmoja ndo lingetokea ile tatizo. Huwezi kunivumilia hata kama unanipenda. Ni lazima tu tutoka nje kwenda kutafuta mtoto pembeni. Hapana Sonia, siwezi kufanya hivyo. Nitaendelea kubaki na wewe kwa sababu nakupenda.
Acha nyimbo, njoo ule basi. Inabidi umtoe kafara mkeo. Hapo ndipo utapata utajiri, na sisi tunachohitaji ni kile kiumbe chake cha tumboni. Hivyo basi, kafara hiyo utaifanya kipindi mkeo anataka kujifungua. Baby, uko sawa? Yeah, niko sawa. Kwa nini kuniambia kama umeasilika? Hata mimi hakuwahi kuniambia ukweli. Nilikuja kugundua baada ya kumaliza shida zake.